So waheshimiwa mabosi wa Kilifi County, members wa bunge hili tukufu, karibuni sana. Wanaotazama kwa mitandao, mabosi wa Kilifi County, wananchi, napenda kurejelea hii statement kwamba sisi ndo mabosi, wale viongozi ndo watumishi. Lakini tutawakomesha, maana this way round vijana wamekasirika. Maandamano Kilifi yani imekuwa kama mchezo wa paka na panya. Jumamosi tumeweza kuona vijana wakiandamana kwa sababu ya hii barabara ya Ganze, Kilifi Ganze Road. Pia Chonyi imesemekana kuwa kuna maandamano yamefanyika, na pia mada imeweza kunifikia, story ya jaribuni bado haijaisha. Kwa hivyo Kilifi County vijana wamenuka, maandamano imekuwa kama chakula, viongozi hatutawaacha. Na ningetaka kuanzisha bunge hili tulete mbele ya Mwenyezi Mungu kama ilivyo kawaida yetu. Na ningetaka kumuenusha mheshimiwa kijana wetu hapa Kilifi County 003, Mheshimiwa Chief Whip, kijana chipukizi, kijana mpenda maendeleo, kijana mpenda watu, si mwingine Justin Katana, aweze kutuweka mbeleni Mwenyezi Mungu ili bunge hili tuseme sasa limefunguliwa rasmi na mada ambazo leo za moto ziweze kujadiliwa hapa. Karibu sana mheshimiwa, uweze kutuweka mbele ya Mwenyezi Mungu, na pia ningetaka kuwahimiza waheshimiwa tusimame kwa heshima ya Mwenyezi Mungu tuweze kupiga sala kidogo. Asante Bwana Spika. Wacha tuombe na tuamini. Asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu kwa jioni ya leo. Baba, tumekusanyika katika bunge letu la wananchi kama ilivyo kawaida ya kila Jumapili. Tupe nguvu, tupe nia na ari na kupusha viongozi wetu ili tufikie malengo ambayo Baba tunahitaji katika kaunti zetu na hata katika Kenya yetu. Baba, tutumie lugha nzuri ambayo itagusa viongozi wetu. Hatuko hapa kwa kudharau wala kwa kutukana, ila tuko hapa kwa kupeana msukumo ili maendeleo yafikie watu wote. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kusadiki. Tusemeni amina. Asante sana mheshimiwa Chief Whip. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, mabosi wanaotazama kwa mtandao, wananchi wa Kenya, wananchi wa Pwani, wananchi wa Kilifi County, wananchi wa Sokoni Ward, ningetaka kuweka mada wazi, kuzileta kwa flow, na waheshimiwa watakuja moja baada mwingine ili tuweze kuchangia mada na tuweze kuzichambua. Mheshimiwa wa kwanza ambaye ningetaka kumuita kwa flow si mwingine, ni kijana tu ambaye ameweza kutuleta mbele ya Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa Chief Whip ameweza kuzileta mada zake moto moto hapa tuweze kuzijadili. Karibu sana Mheshimiwa Chief Whip. Bunge power. Bunge power. Nasema asante sana Bwana Spika. Kuna hoja ambazo ziko ambazo tumekuja nazo katika motion ya leo. Nimeona katika Ganze mambo yanaendelea vizuri. Nimeona pia jaribuni mambo pia yanazidi kusonga. Sasa nikianza na Ganze, nimeona maandamano yakifanyika ya kufunga barabara ile ya Ganze. Na maandamano yale naweza kusema ni mazuri kwa sababu kusema kweli wananchi wamechoka. Na kuchoka ni kwamba nadhani ile barabara imekuwa ikiimbiwa wimbo ama nyimbo nyingi sana kwamba itawekwa lami. Lakini vijana wamesubiri mpaka wamechoka. Sasa maandamano yale yanaashiria kwamba ni wakati wa viongozi wetu waamke wafanye kazi. Kwa sababu ile barabara ina vitu vingi sana ambavyo inasaidia wananchi. Na kuna vitu vingi vingine ambavyo pia vinaumiza wananchi. Ukiangalia ile barabara inapitisha magari ya abiria. Barabara yenyewe ni mbovu. Vile vile kuna vumbi katika ile barabara ambayo sana sana huwa inaharibu mazingira. Na juzi maandamano yalivyoanza, nimeona serikali inataka kuhadaa ili watu wasiendelee na maandamano. Siku ya kwanza baada ya maandamano kufanyika, siku ya pili na asubuhi kulipita
jongoo za kaunti zikaanza kulimalima. Mimi nataka niseme hivi, huu sio muda wa kwamba tutakuwa tunaomba viongozi wafanye. Huu ni muda wa kuonyesha maendeleo, kwa sababu maendeleo ndiyo yanahitajika. Na ukichaguliwa kama kiongozi, huo umechaguliwa kwa sababu watu wameona sera zako na wakakukubali. Na wakikupeleka bunge, iwe la county ama la national, huwa katika tamanio la moyo wao huwa ni maendeleo, hakuna biashara nyingine. Lakini kama watu watakuwa wanaohadaiwa kwamba utafanyiwa ABCD na vitu havionekani, ile sasa ndo ashiria kamili kwamba watu wamechoka. Mimi nataka niseme hivi, Mheshimiwa Tungule, mwanzo na kusupport kwa sababu katika uongozi wako umeingia, ndo ile barabara imekuwa tamak kama 5 kilometers. Na bado mimi naomba upush katika national government ile barabara imalizike, kwa sababu shida za vijana ambao unaona wanaandamana ni kwa sababu barabara ni mbovu, magari yanaharibika, wamama wengine hata wanavya ujauzito kwa sababu barabara ni mbovu. Kukinyesha mvua ni shida kupita, na ukiangalia ni muda mrefu sana. Ukiangalia kama mbunge wa kwanza aliyekuwa kule Katanangala amekuwa bunge miaka 24 na amekuwa kipromise watu wa Ganze kwamba ile barabara pesa zimetengwa na kutengeneza itatengeneza, lakini amekuwa pale mpaka katoka, barabara imekuwa vile vile. Sasa kumuingiza nguvu Tungule ni kwamba push katika serikali kuu umalize ile barabara katika hii miaka 2.5 ambayo imebaki. Make sure that Mheshimiwa Tungule ile barabara imeisha. Hizo stories za porojo za kwamba tumetenga na vitu havionekani, reaction yake ni hiyo ambayo uliona juzi. Na mimi nataka niwaambie vijana wa Ganze, vile ambavyo umeshika usukani kusema kwamba kama hakuna barabara ya lami hakuna usafiri, hiyo itakuwa vizuri. Zuieni hapo, ng'ang'aneni hapo mpaka muhakikishe kwamba haki inatendeka, kwa sababu pesa Kenya iko, lakini tatizo moja ni corruption. Kwa hivyo vijana, andamaneni mpaka barabara muhakikishe kwamba imetengenezwa. Barabara ikitengenezwa ina manufaa makubwa sana. Mwanzo, kwa usafiri itakuwa ni rahisi. Pili, kuna hata uwekezaji ambao watapitia. Kuna watu ambao wanaweza kuwekeza katika biashara na ule mji ukaendelea. Lakini sasa hii ukiangalia mwekezaji hawezi akaenda pale kwa sababu bado kule hakuja endelea vile vya kutosha. Kwa hiyo vijana wa Ganze nawapatia kongole. Lakini mbali na kongole pia pale nataka niwaekelee msumari wa moto kwamba mchunge, kwa sababu hawa viongozi wakiona yule ambaye yuko mbele kuongoza maandamano, huwa ni rahisi sana kuchukuliwa na kupewa mlungula. Kwa sababu nimeona katika social media, nimeona Simbazee ambaye ndo alikuwa kiongoza yale maandamano, viongozi wengi wanamtafuta tangu juzi. Kwa hivyo Simbazee, kuna edha ujenge CV yako vizuri kama vile ulivyoanzisha vuguvugu la juzi, ama kuna edha ulivunje. Na kulivunja ni kwamba ni uchukue pesa. Ukichukua pesa ujue hapo utakuwa umetatiza wenzako, na wewe nawe pia utakuwa umejitatiza. Viongozi wetu wanatumia pesa kuhadaa vijana ili wasiku practice ile ambayo inaitwa haki yao. Kwa hiyo vijana wa Ganze, endeleeni hivyo kupush. Kiongea kule kuhusu jaribuni na washukuru sana, kwa sababu hata mmeandika kitu kimoja ambacho kimenifurahisha kwamba no tarmac no mining. Na mimi naweza kuwapa kongole, no tarmac no mining. Hiyo ndo message. Alafu pia nikaona mmesema after tarmacking mnataka mashamba yenu mpewe title deed. Sasa mimi huwa wakati mwingine hawa viongozi wetu wa pwani wananishangaza. Utapata huyo mbunge ama women rep hapo mahali ambao anaishi na yeye ni mpwani halisi,
yeye anaishi pia kama squatter, hana title deed. Sasa kwani nyinyi huko bunge mnafanya nini? Ukiangalia bara mashamba yao wamepimwa, watu wamepewa title deed, lakini utaona kiongozi mzima yeye anaishi kama squatter na ni kiongozi. Viongozi wetu wa pwani, issue ya shamba mmeliongelea zamani sana. Ukiangalia regime ya King 10 years ameongelea kuhusu mashamba. Ameingia Mng'aro anaongelea kuhusu mashamba. Kwani niulize swali katika nyinyi viongozi wa pwani, yani ukiingia katika mamlaka miaka yako 5 ama umeingia 10, hakuna kitu ambacho unaweza ukifanya na kikaisha ili hata viongozi wengine wakaja wakashikilia mbele? Kwa sababu hata sasa ukiona mtu anasimama anataka kiti ya ubunge ama ya governor, utamsikia bado karne hii bado tunaongelea matatizo ya title deed, ambayo hizo issue ilikuwa zimeisha kitambo sana. So hiyo inaonyesha kwamba viongozi wa pwani hamwajibiki na hamshikani. Na mimi nilisema kitambo kwamba viongozi wa pwani, shida yenu mnapeleka tumbo mbele, hamwangalii maslahi ya wa pwani. Yani nyinyi mnaua ndoto za wapwani. Kwa sababu sahihi unasikia watu wanalalamika kuhusu barabara mbovu. Hii ni karne ambao sisi sahihi tungekuwa tunaongea mambo mengine ya kufanya. Tungekuwa tunasema sahihi kila barabara tunataka CCTV ili hata kwa mfano mwizi akiiba anajulikana ameiba. Lakini sahihi bado tunang'ang'ana na enzi za barabara za mavumbi. Hata wakati babake Seneta alivyokufa, kuna magari ya serikali yaligongana kwa sababu barabara ilikuwa iko na vumbi, magari yanapelekwa kasi na kukapata ajali na watu wengine hata wakafariki. Sasa mtu umekuwa governor for 2 terms, umekuwa waziri, sasa ni Senate, alafu kwenu imagine yani bado barabara ni mbovu. Hiyo ni uongozi ambao bado uko chini sana. Kwa hivyo viongozi wetu wa pwani, tafadhali nawaomba kwa tadima mshikane, muweze kutengeneza pwani yenu, muweze kuboresha maisha ya pwani, muweze kufanya kitu ambacho mpwani anaweza akaketi akajivunia. Kwa sahihi tukiongea shida ya barabara, ni shida ambayo iko karibu kila mahali. Barabara ni mbovu na sio ya Ganze peke yake, ni nyingi sana. So hiyo ni kitu ambayo tuifanye na tuimalize. Na hizi siasa mnazifanya zinakuwa ngumu kwa sababu wananchi sasa wamechoka. Ndio maana hata mkija ground mkitaka kuomba kura unapata watu wanaozito kwa sababu watu wamechoka, wanajua mambo ya wanasiasa ni yale yale. Na sasa mnagandamiza paka wale viongozi wachanga ambao wanaibuka. Wanapata wakati mgumu. Ukienda mahali ukiongea kitu unasikia wananchi wana complain, nasema sisi tumewazoea, mambo yenu ni yale yale ya kuongea na kwenda. Kwa hivyo mimi naomba Mheshimiwa Tungule, hiyo barabara ya Ganze hakikishe kwamba inatengenezwa. Ukienda kule Jaribuni, women rep ulivalia njuga kabisa lile swala, ukasema kwamba ile barabara pia lazima itengenezwe. Wacha hiyo barabara itengenezwe. Na sahihi yale maandamano ambayo yanaendelea hata Chonyi, it's a good movement. Sahihi ni wakati wa kutenda, sio wakati wa kudanganyana. Mambo ya kudanganyana sahihi imeisha kwa sababu wananchi wanajua haki zao. Wananchi wanajua katiba. Kwa hivyo enzi za kudanganya imepitwa na wakati. Ukiingia kwenye mamlaka ni ufanye kazi. Ukifanya kazi utaona usumbuliwi, kwa sababu ukiangalia mfano kule bara MP Ndindi Nyoro, umesikia katika eneo lake umesikia watu wanaandamana, anafanya kazi. Ukiangalia Trans Nzoia, ukiangalia Governor Tembea, umepata watu wanaandamana, anafanya kazi. So ukifanya kazi na wananchi wakiona kwamba unafanya kazi, hakuna maandamano na hutaona watu wanasumbuka. Lakini ukiingia pale ukilala, hapo sasa mzee, na hii utapata kile ambacho utapata, kwa sababu sasa ni bumper to bumper. Sasa hata ukiingia kwenye uongozi, wala ambao kwenye uongozi na hata 2027 ukiingia kwenye uongozi, mwanzo sasa ukiingia kwenye uongozi tunakupa 2 years. Haujafanya, we make sure that wewe unatoka. Hiyo ndo ambao ni biashara ambao iko sasa. So wananchi wa Kilifi County, wananchi wa Ganze, wananchi wa Jaribuni hawana matatizo, hawana shida yoyote, wanataka maendeleo peke yake. Asante Bwana Spika. Kwa hiyo nani kwa wapi, njoo chukua mic, naona yule kuna mazungumzo kule.
Waendelea sikooni yuko live. Endelea. Bunge Power. Bunge Ria. Mimi naitwa Toya na ni mgeni katika bunge hili. Na niko na mada tu moja yenye nitaweza kuchangia. Mada yenye nitachangia leo ni kuhusu health. Afya. Nitagusia kidogo kuhusu Kilifi County Hospital yenye siku hizi tunaita Kilifi Referral Hospital. Kumaanisha ndo Kilifi ndio hospitali kubwa hapa county. Hospitali yenye tumeitegemea yenye ambayo ingeweza kuwa na kila kitu ili wananchi wasipate shida. Nitaongelea kuhusu departments mbili. Moja ya radiology na nyingine ni department ya pharmacy ya madawa. Radiology utapata mwananchi ameenda pale KCH, Kilifi County Hospital, ili kwamba apate matibabu. Amepelekwa huko radiology, afanywe hizo x-ray zote, lakini ile printer ya x-ray haifanyi kazi. So mwananchi wa kawaida anakuwa forced kuprint zile results zake kutumia simu yake ya mkono. Utakuta si wote katika kaunti yetu wako na smartphone. Wengine wanatumia kabambe. Tunaziita simu za dole finger. Huyo sasa anakuwa forced kuomba either relative mwenye amekuja naye hospitali ama stranger mwenye hata labda hajuani, so that apate ile picha ya results zake apeleke kwa daktari apate matibabu. Huo ni uozo wenye tumeuona pale hospitali. Lengine pia ni kuhusu madawa. Madawa tumesikia watu wengi sana wakilalamika kwamba madawa hakuna. Madawa wengine utasikia wanasema yananunuliwa, lakini ukifika pale madawa hakuna, yameibwa. Wakati wengine wakatolewa kwenye news kwamba kumeshika ofisa mmoja akienda na hizo dawa kwa chemist fulani. Sasa bwana gavana, kama wewe unajua kabisa madawa unanunua na madawa yako na madawa hayaonekani, mbona wale viongozi wenye wanasimamia hizi departments usiwafagie, so that ukachukua viongozi wenye wako na ari nzuri ya kufanya kazi ili wapate kufanya kazi? Kwa sababu ninaamini kwamba watu wengi sana hapa Kilifi wenye uwezo wa kufanya hizo kazi wapo na labda hata hawajatafutwa. So kitu chenye ninataka kuna the county executive committee member for health, Honorable Peter Ngorogo. Kama hili jambo halitashughulikiwa pale hospitali, printer ikapatikana, wananchi wakasaidika, basi haina haja ubaki pia kwa hiyo ofisi. Itakuwa you are there doing nothing, kwa sababu haujui kitu unachokifanya. Ni afadhali uresign, uache mtu mwenye atafanya kazi kwa kupenda kazi yake. Mimi ni hayo tu. Asante sana Bwana Speaker kwa kunipa microphone. Bunge Power. Bunge Power. Bunge Power. Mimi nilikuwa nataka kuongezea kuhusu hii mada ya barabara ya Ganze. Kwa sababu nilikuwa huko juzi na hata hivi leo nimeshika hiyo barabara. Tunamshukuru sana kama Bwana Tungule kweli anafanya. Lakini sasa atuongezee mkazo ili afanye zaidi. Sababu naona sasa ni mchezo, kuna mchezo sana, ile barabara imeharibika. Mimi nilikuwa huko juzi, hata nilikuwa kabisa na Tungule, alifika mazishi fulani, nilikuwa hapo. Japokuwa hakuniona sababu hatujuani, lakini nilikuwa hapo na alikuwa na mheshimiwa wake mdogo wake ambapo ni MCA anaitwa Ray, alikuwa hapo. Tuliwaona, namshukuru huyo sababu anatengeza, lakini sasa bado kuna vitu vingi sana havijafanywa kule. Kuna hizo barabara, tena kuna vilasi vingine, kuna pesa kule hawapati. Kwa hivyo naomba sana yule
naomba sana yule Tungule, yani Mungu pia mzidishie, ili zile barabara azimalizwe kutengeza, akaze huko na aongee, kwa sababu mimi kila nikienda kule ni nyumbani, kule Ganze ni nyumbani kweli, nakaa Kilifi County huku, lakini huko pia ni Kilifi County na huko ndo nyumbani kabisa nakaa. Kwa hivyo hizo barabara za mavumbi zitengezwe, hizo tunataka zitengezwe, sio tu sisi tupige kura tu, tunapiga kura kama hatujuelewi. Sasa tunanunuliwa tupige kura, mtu ikifika time ya kura anatununua, tunapiga kura alafu baadaye tunaregea vile vile. Barabara ni mavumbi. Nimekuwa huko leo, hata nimekuja sahihi hapa kwa bunge la wananchi, sababu nimepata message kila siku lazima tufike hapa ili huu mjadala tuongee, mtu tuongezee sisi wana nchi, sio tupige kura alafu baadaye tuteseke, tunateseka na tunatumia. Kwa hivyo tuangalieni pia sisi, msione sisi tumewapa kura mkatuona sasa tuwajinga hatufai. Sio hivyo. Tumewapa kura zetu na nyinyi lazima mfanye kile tunataka. Bila hivyo huko tuendako sisi tutagoma, tutakuwa tupigi kura tena, kwa sababu tunapiga kura alafu tuteseke. Hiyo si haki. Watoto wetu pia lazima tuone sisi baba zao tuna maendeleo, ndo nao wanafanya maendeleo. Lakini bila kutuona sisi, hasa sisi pia ni nyinyi ndo baba zenu, manake mlitaka watoto wenu wawasikize. Nanyi tumeshikana kabisa tukaanza kuwasikiza. Tumewasikiza lakini kwa sahi hamtusikizi tena nyinyi. Barabara zetu ni mbaya kule Ganze, hata tukifika mavumbi, nilikuwa huko. Sasa Tungule na wale wenzake wakubwa wote mtusikie na mtengeze zile barabara, angalau kule kuwe vizuri kule nyumbani, na hata si huko peke yake, pia hizo barabara za kwenda Zitoni, hizo barabara zoko zote ni mbaya. Sasa wameanza lazima waweke maandamano, kwa sababu barabara ni mbaya. Watakosa vipi kuweka maandamano? Maandamano lazima tufanye, kwa sababu lazima tutengezewe haki, iende haki. Bwana Tungule, na kuhakikishia wewe ukiwafuata utafanya, sababu vile ulivyoanza kufanya unafanya na unatenda. Kwa hivyo hakikisha uwafate wale, watufanyie sisi ili tusikie raha. Wale watoto wetu pia watatufuatiliza sisi baba zao, kama wewe umefanya pia mimi nikipata hiyo nafasi ambayo uko wewe nitafanya pia. Lakini kama wewe hutafanya, sisi pia hatuwezi kufanya na wale watoto wetu hawawezi kufanya. Bwana Spika, nimeshukuru kwa haya machache ambayo nimeongea. Asante Bwana Spika. Asante sana Mheshimiwa kwa changio zako za kubariki jamii, za kuelimisha jamii na kimewaka. Hiyo ndo kitu naweza kusema. Sasa Mheshimiwa Ruto, rais wetu mpendwa, niliweza kuona kwa mitandao pale ukisema umebandikwa jina mtu wa barabara. Lakini sisi watu wa Kilifi County tunasema hatukuoni tu kama mtu wa barabara. Uliweza kumuinua Aisha Jumwa na akaweza kuwa chairman wa roads. Sasa Aisha Jumwa kama kiongozi, tunajua unawania ugavana, basi kutupigania pale hiyo Ganze Road, uweze kuongea na rais Jaribuni Ward, ili basi sisi kama wana Kilifi County tuweze kusaidika. Manake tunajua unataka kuwania kiti, na kiongozi, watu wanasema mwenye macho haambiwi tazama. Kwa hivyo kwa matunda yao hata Biblia inasema ndo tutawajua. Kwa hivyo nafikiri leo tumeweza kudiscuss mada kada wa kada. Sijui kama waheshimiwa kana changio lolote ama bunge la leo tuweze kusema tuweze kulifunga. Haya, karibu Mheshimiwa Abdalla Baya. Bunge power. Bunge power. Asante sana Bwana Spika kwa kunipa nafasi hii. Kwanza ningependa kutoa pongezi zangu kwa Rais wa Kenya Bwana William Ruto kwa kumchagua kijana mwenzetu, kijana mchapakazi Fikirini Jacob katika ile nafasi ya Principal Secretary. Hiyo umetuonyesha kuwa bado unatambua watu wa Kilifi, unatambua uwepo wa vijana na una imani na vijana kuwa tunaweza kufanya kazi. Kitu kingine ningependa kumpa changamoto Gavana Mung'aro. Juzi tulikuwa tukiongelea katika mjadala uliopita kuhusu mashine yenye amenunua pale hospitali ya CT scan. Na kweli kuna mmoja katika mwanabunge alijaribu kuifuatilia na alifika mpaka pale hospitali. Na kweli akapata ile mashine haifanyi. Sasa Bwana Gavana, hii pesa yote yenye ununue mashine ilikuwa ni ya kazi gani?
Ikiwa hiyo mashini haiwezi tumika, haina umuhimu kuleta kwa kaunti yetu ya Kilifi. Kwa sababu imekuja lakini imekuwa picha tu, ukifika unaiona iko lakini hakuna kitu inasaidia mwananchi. Bwana Gavana, hata kama kwa ofisi yako stima hakuna, lakini mashini tengeneza. Kwa sababu tunajua ofisi yako unaitumia mchana peke yake, tena si kila siku. Lakini mashini itatumika na watu wa Kilifi karibu kila siku. Si mchana si usiku. Bwana Gavana, jaribu kujukumika. Upande wa madawa, hii timu yako yenye umeweka kwa kuangalia madawa, usifagie Bwana Gavana, kwani wanakulazimisha kufanya kazi? Timu watu wote, eka watu wengine, kazi ifanyike. Kilifi Hospital inafaa kuwe na madawa. Hizi mashini zinafaa ziwe zinafanya kazi. Lakini sasa Kilifi kila siku tunaongelea story ya madawa, ukifika pale dawa ni Piriton. Hizo ndo zinapeanwa peke yake. Hii Bwana Gavana hairidhishi. Kwa hivyo hiyo ni changamoto. Ukiketi na timu yako, angalia timu yenye inajua kufanya kazi. Nje kuna vijana wako na talent ya kufanya kazi. Wako na ujuzi, wako na uzoefu, wako na ari, wako na nia. Toa wenye wamezeka, eka vijana, kazi iendelee. Asanteni sana. Sawa sawa, Mheshimiwa Abdalla Baya ameweza kurudia tena upande wa afya. Na kilio bado kiko, madawa yaweze kupatikana, madawa yaweze kutosha na system iweze kuwajibika. Si kwamba hao ambao tunawategemea wanaweza kuuza madawa kwa kemia ambazo ziko hapa Kilifi na haifuatiliwi vile inavyofaa. Unapata tu ni wewe dereva ameshikwa, wahusika wote hawajawekwa katika huo mfumo wa kuweza kuwa thorough investigated. Bado tunazidi kudemand hiyo case Mheshimiwa Mng'aro ifuatilie vizuri, and we don't expect that as mabosi wako, maana sisi ndo mabosi wako, wewe ndo mtumishi wetu. Kwa hivyo mada ningetaka kama kuna changio lolote ama tuweze kusema session ya bunge ya leo imeisha. Kama kuna changio yoyote ya mada, waheshimiwa, flow iko kwenu. Asante sana Bwana Speaker. Bunge power. Bunge power. Mimi ni kuongezea, nataka niseme hivi. Viongozi wetu wa Pwani kuanzia ma MCAs, nominated MCAs, MPs, women reps, governor, tunaomba mshikane na mfanye kazi kwa wananchi. Mkishikana nyinyi, mkiwa nguvu moja, kitu kimoja, nadhani kila kitu kitakuwa kinaenda sawa. Hata kukuchallenge pia Mama Aisha Jumwa, umepewa hiyo kiti ya chairperson of the roads Kenya nzima. Nadhani hii miaka 2.5 unaweza kufanya kitu ambacho hata ukija kuitafuta kile kiti utakuwa una evidence kwamba kuna kitu fulani nimefanya. Hiyo ni opportunity nyingine ambayo ni kubwa ambayo rais amekupatia. Ukiona vile vijana wanahangaika, vile ambavyo wanafanya maandamano, ni kwamba mambo hayako sawa. Kwa hivyo Mama Aisha Jumwa, onyesha mfano ambao utakuwa ni mzuri. Na ukionyesha mfano mzuri wa kutengeza hizi barabara, hata hiyo 2027 tutaweka tu kwa mizani. Wewe, gavana wetu mstahiki Gavana Mng'aro na George Kithi, then tuanze kuchuja who is the best. Ukipata opportunity kubwa kama vile ya kiserikali, ile huwa ni chanzo cha kuonyesha kwamba unaweza ukafanyia wananchi wako kitu ambacho watu hawajawahi kufanyiwa. So Aisha Jumwa, that is an opportunity ambayo unaweza kuitumia ukaongea na rais. Tunajua uko karibu na rais. Hiyo barabara ya Ganze ikatengenezwa, hizo barabara za jaribuni zikatengenezwa kabla jua halijaanguka. Lakini mama, kama utalalia ile kiti alafu 2027 uje tena, na wewe tunajua kwa sahihi ni chairperson wa roads, basi naona mizani itafanya kazi. Na mizani ikifanya kazi inategemea, manake unaweza kupata kura yangu mimi moja, lakini wengine wakakisha kwamba wanakubwaga. Kwa hivyo mama,
pale ile kiti ambayo umepewa, cheza kama wewe, cheza kama Messi. Shida barabara iko karibu nusu ya Kilifi County, barabara ni mbovu. Hatutaki kuongea mengi kuhusu barabara, manake tumuongea, lakini wewe kama kiongozi mkuu ambao uko huko juu, shikana na magavana wa Kilifi, shikana na MCAs na muweze kuboresha, ili sisi nasi watu wa Pwani tujivunie, kwa sababu ukiwa kule juu na hii bendera ukipeperusha vema, basi ni kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Tuache kutengana. Wakati wa siasa unakuja, sote ama nyote nyinyi ambao mnataka viti tutaweka kwenye mizani. Kwa hivyo huu ni wakati mwafaka na wakati mzuri wa kuonyesha ubepari wako katika maendeleo. Fanya maendeleo mpaka ukijasimama watu wanajua tu kwamba huyu hana shida nyingi, kwa sababu sahi ni wakati wa kufanya hiyo mitihani. Alafu wakati wa majibu unakuja, ambao wakati wa majibu ni ule wakati sasa unatafuta kura. Jambo lingine la kuongezea, nimeona gavana wetu juzi tulivyoongea kwamba uhusiano wake na mheshimiwa Sokoke umedorora. Nimeona leo wakivaa walai wakizunguka wakipeana vyakula kwenye misikiti, na nikamwona pia mheshimiwa Ray the same meona kizunguka na gavana. Mimi nataka nikwambie gavana, hawa MCAs washike vizuri na ufanye kazi nao vizuri. Ukijaribu kukandamiza MCA yoyote unajikandamiza mwenyewe, kwa sababu hata hao MCAs a part of oversighting your projects, hao wanapewa development funds ambazo za maendeleo. Sasa mstahiki gavana ukiwakanyagia kama wodi yake hakufanya maendeleo, ukija omba kura utapata vipi kura? Kwa hivyo washike vizuri, kama vile leo umetembea nao. Wengine si Waislamu lakini tumeona wamedunga mawalai na makanzu. Ni sawa, tembea nao vizuri. Isiwe hii season 2 ya kuganya chakula, lakini hata after hii tena utembee nao vizuri na ufanye kazi nao vizuri, ili upate urahisi wa kurudi. Yale malalamiko ambayo watu wanalalamika, jaribu kuwafanyia kazi. Katika hiyo department ya health, hiyo ndio kiungo muhimu sana katika maisha binadamu, kwa sababu kuna vitu ambavyo vikikosekana hata maendeleo ya nchi hayawezi kuendelea, ama maendeleo ya kaunti hawezi. Ukiwa mzima ndio unaweza ukatoka ukatafuta. Ukitafuta ndio na wewe unapata kulipa ushuru. So inamaanisha kukiwa na ugonjwa, utafutaji unakuwa chini. Utafutaji ukiwa chini, ushuru nao unakuwa chini. Kwa hivyo mimi ningekuomba bwana gavana, mwanzo mambo ya health ungeweka kipaumbele. Then second thing ni mambo ya maji, ambao tunajua kabisa hata kauli zinasema maji ni uhai. Alafu jambo la tatu ni kuhusu elimu. Hivyo vitu bwana gavana vieke katika mstari wa mbele, na siku za usoni hutasumbuka hata kutafuta kura. Lakini hivi vitu kama utafanya wananchi walalamike, itakuwa inakuregesha nyuma. Yani mtu anakuja hospitali, anapigwa picha, alafu printer, only a printer inakuwa mtu mpaka atumie smartphone. Sasa hao wenye vibambe watafanya nini? Unatumia smartphone ndio ukaprinti majibu yako. Hiyo bwana gavana, mimi nakusupport japokuwa watu wanakuponda, lakini siwezi sema kwamba umbaya 100%. Kuna kama 50% unajaribu. Hiyo ni vitu vidogo bwana gavana. Na bwana gavana, wakati mwingine pia kuna mahali mimi unanikosea. Kwa mfano, ukiona mtu ambaye umempatia kazi na anazembea kazi, mtoe. Wajua ukijatoa mtu mmoja kama ni chief officer ama ni waziri, wale wengine watakuwa na mwili moto. Watajua kabisa kumbe hapa kwa gavana ukicheza na kazi unatolewa. Lakini mtu anacheza na kazi bwana gavana na unamwangalia. Waziri wa afya, madawa anaibwa na wewe uko pale na unaulizwa maswali unashinda kujibu. Katika hiyo department unafanya kazi gani kama madawa yanaibwa na wewe ni waziri? Hiyo ni kwamba wewe hujukumiki na hiyo kazi.
Alafu mawaziri wako wengine bwana gavana wananifurahisha. Unaandika mawaziri wazee. Mtu ana miaka 70. Vijana wako ambao wana elimu ya kutosha ambao wanaweza kurani hizo department. Hawa wazee wengine waache vijana wapate ajira. Mzee wa miaka 70 amechoka, hata akili yake imelela, unamweka kwa department, tena unamweka kwa department ambayo iko very sensitive. Mwanzo department ya health inapenda mtu ambaye akili upstairs yake iko sawa, si watu wa kuungaunga na kubambanya. Mheshimiwa, jaribu kuangalia vizuri. Watu wengine wamechoka, akili zao, wamefanya kazi, ijapokuwa masomo yao yalikuwa mazuri ama wana makaratasi mazuri, lakini miaka 70 mtu amechoka, amefanya kazi na serikali mpaka amechoka, unampatia bonus. Unataka wakufia kwenye serikali na vijana wako ambao wana madegree ambao wanaweza kufanya hiyo kazi. Bwana gavana, changamka. Timua mmoja tuone kwamba unafanya kazi ili hao wengine wafanye kazi. Unaona Ruto vile anafanya? Si wakati mwingine unaona anafanya reshuffle. Unapata watu wameenda nyumbani ameingiza hao. Hiyo inaonyesha kabisa kwamba wewe uko focus na kazi yako. Bwana gavana, hakuna kubembeleza. Mtu kama hafanyi kazi, watu wana complain kuhusu department yake, peleka nyumbani huyo mtu. Kwa sababu huyo mtu anachangia wewe ufail. Sio mtu mzuri, umepewa kazi, unalipo pesa serikali, unakula vizuri, unalipiwa mafuta, una security. Vitu vingine huwa vinachukiza sana. Yaani unafanyiwa mambo ambayo ni mazuri mengi, lakini kwenye department yako unafail. Imagine. Watu kama hao bwana gavana unawatoa. Huwezi kulipiwa ushuru na serikali, unawekewa mafuta na serikali, nyumba unalipiwa na serikali, alafu umepewa kazi na serikali unafail. For what purpose? So, bwana gavana, nataka kukuambia hivi. Fanya kazi zako kwa weledi wa juu. Fanya kazi zako kwa mwongozo ambao utakuwa vizuri. Wananchi wasilalamike sana. Wasilalamike kipindi cha kwamba wakuone kwamba kazi zako ziko chini. Kama kuna department nyingine ambayo inafanywa kazi, watu wana complain. Lakini naweza sema si department, lakini pia ni department kivyake. Imagine bwana gavana, vitu vingine mimi huwa nasikia kucheka na hii inanichekesha. Yaani mtu ametafuta MCA, amepata kura 2. Yeye unaenda mweka control budget wa State House. Imagine. Sasa huyu yani atakupatia nini katika community? Yani a failure, lakini wewe ndio unamshika mkono unamweka pale. Mpaka watu wanakuja ofisi yako wakitaka kuona mtu huyo ndo anakanyagia watu wasikuone. Gavana, kuwa mtu wa watu, tembea na watu. Tembea na watu ambao upstairs zao wako vizuri. Tembea na watu ambao watakupa challenge. Na pia unaweza kucopy paste kwa magavana wengine. Unafanya benchmarking. Ukienda Trans Nzoia unaona vile anatembea. Anasikizwa na anafanya maendeleo. Fanya kama hivyo. Tunataka vitu kama hivyo. Ndio ile hata wale ambao watakuwa wanakuchallenge wao wanapata muda mgumu. Lakini sasa watu wana complain, mishahara inachelewa. Mtu anapiga miezi 4 bila mshahara. Unataka fanye nini? Kwa sababu wakati regime ya Kingi hiyo kitu ilikuwa hakuna. Mishahara inaingia na mapema. Flow ya pesa ina flow vizuri. Lakini sasa unapata hali ni ngumu. Watu wanalalamika. Hao watu wako wenyewe ambao wamekuzingira wanalalamika. Mtu miezi 5 bila pesa atalipa vipi kodi ya nyumba? Atasomesha vipi watoto? So hivyo ni vitu ambavyo ni vya kuketi. Na hiyo department ya ambayo inasimamia kuhusu mishahara, mwanzo procurement ambayo imeingia, mimi sijui anafanya kazi gani, kwa sababu kutoka ingie ndio imekuwa the worst. Hata fadhali yule ambaye alikuwa ametoka. Mtu anapiga miezi 5 hujampa mshahara, anataka afanye nini? Na wewe uko hapo. So hizi kazi zikipewana, zihakikishe zinapewana watu ambao wako na documents ambao inaweza kustamili hiyo department. Tusipatene kazi kwa kuangalia huyu ni mtoto wa shangazi, huyu ni mtoto wa baba mdogo, huyu ni mtoto wa mjomba. No, tunaenda na documents. Na pia tunajua kabisa kwamba unaweza kuwa na documents lakini zikawa zile za thika. Pia hatutaki. Tunataka mtu ambaye atakuwa na run kila department, ana run vizuri. Kama ni kwa health mtu ana run vizuri. Kama kwa mtu ana run vizuri. Kwa sababu hata kuna vitu vingine mimi sijavisikia kutoka uingie katika ugatuzi.
mambo ya agriculture. Si hiyo department iko. Umesikia watu wameelimiwa, hawajalimiwa, majongo yenyewe sijui yana mafuta ama hayana. Unaona? Vitu kama hivyo kwa sababu sisi tuko na biashara tofauti tofauti. Kuna mahali kwingine kuna mito. Huko gavana ukipeleka Majongoo, watu wakitayarisha mashamba wanapata chakula. Wakipata chakula pia hata kwa akaunti yako wanakusaidia. Hata kwa watu wa kugonga mlangoni kwako. Kuna wodi nyingine ambao kuna mheshimiwa mwingine alikujetaja. Anasema maji yanamwagika bure huko. Galana Kulalo, maji yanamwagika, ambao maji hayo yangekuwa yanatengenezwa miradi ambao watu wanazalisha tomato, wanazalisha ndizi, wanazalisha mahindi, wanapata vyakula kwa wingi, na hivyo vyakula mwisho vinasaidia. Lakini utaona watu tu Kilifi County nzima departments zote, utaona department moja tu ndio inaongelewa kila siku, lakini zile zingine mawaziri wamelala, machief officer wamelala. Kuna mawaziri ambao hata majina hawajulikani. Watu tunaona tu kwenye magazeti. Yaani mtu ameingia, hakuna impact yote ama hakuna kitu chochote anaongea wala anafanya wala hata kushare what we call a public meeting, kuona je, demand ya wananchi wanataka nini, je kuna shida gani. Unaona tu mawaziri wengine, machief officers wingi tu kuzunguka mahotelini for nothing. Bwana gavana, piga msasa hawa watu na watoe kama wafanyi kazi. Kwa hayo machache Bwana Speaker, mimi nasema shukran. Asante sana Mheshimiwa Chief Whip, umeweza kuwachapa viongozi. Mimi ningetaka kusema Kimawasco bado tunawapiga tochi. Kilifi kuna shida ya maji. Kimawasco mnafanya kazi gani? Kwa hivyo Kimawasco muangalie hii hoja ya shida ya maji Kilifi County. Kumekuwa mifereji hatupati maji karibu wiki 3 wiki 2. What is not happening? Haya, ningetaka pia kuleta mada ambayo haihusishi na viongozi, ni ulinzi wetu. Serikali, nikisema serikali, the Armed Forces of Kenya. That is hususan polisi naona kimekuwa kinawaramba. Sasa wananchi wanawakujia. Kumekuwa na mchezo wa pata shika, mchezo wa paka na panya kati yenu na wananchi kwa miaka sasa. Tumeweza kuona kwa runinga station zenu zikiweza kuchomwa. Sasa polisi, tunaomba mkumbuke kiapo mlichokula. Kiapo mlichokula si cha kulinda rais, si cha kulinda MCA, si cha kulinda MP, ni cha kulinda wananchi wa Kenya. Kuna gap kubwa sana kati ya wananchi na polisi. Kufikia sasa sioni kama kuna mwananchi wote anaweza ona polisi anapigwa mahali anaweza kumtetea. There's a very big division somewhere. This is a problem. Kwa hivyo serikali pia muangalia mapolisi, sijui mkuwapeleka kule training wanatoka na machungu wanakuja kutolea machungu wananchi ama huwa ni nini, hatuelewi. Lakini mistreatment imeendelea kwa muda sasa, na kilele kilianza tena mwaka uliopita ambako tuliweza kuona ile demonstration. Basi toka hapo polisi wameweza kuwa wanyama sana. Unaona pale Multimedia University, polisi anaweza kupigana na students, anamwekea tear gas pale iweze kumlipukia kwa kichwa. Just imagine, hiyo ni unyama. Kijana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani anatoka msikitini anaweza kuuawa kiholela, na unapata tu witnesses wanasema, polisi anasema huyo nishamaliza. So wananchi wamechoka, wananchi wamekasirika. Tunarudilia nini tena polisi? Hatutaki waadui na nyinyi, lakini kadri vile Kenya inavyoendelea sasa inaonekana wananchi watakuwa wanakujia. This is so bad, na tunaomba tu kuwe na ushirikiano. Viongozi wetu muweze kuangalia swala hili ili tupate kujua donda sugu ni kitu gani kinachofanya polisi wanakuwa nyama namna hii kwa wananchi ambao wanatakana wawalinde. Kwa hivyo sijui kama kuna yoyote angetaka kuchangia mada hiyo. Hii uhasama ambao uko kati ya polisi na wananchi. Tumeweza kuona kwamba uhasama unazidi kukua kadri miaka inavyoenda na kuenda. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana Bwana Speaker. Hii issue na polisi ni kweli. Maanake natembea sana usiku. Na si ati natembea sababu ni mkora ama natembea sababu kuna watu wengi sana wananijua hapa Kilifi, na upigiwa simu mpaka usiku
nikaambiwa kuna mtu fulani pale ni mgonjwa na lazima nimfuate huyo, sababu niko na mtu wangu ambaye kidogo na yeye anaweza taka uheshimiwa kule twendako. Sasa upigiwa simu usiku kama naenda kule, polisi anakutatiza sana usiku. Amekushika hata kuuliza unaenda wapi, hakuulizi. Akikushika tayari ni mafimbo. Akikushika tayari lazima upige magoti. Sio hivyo, tusende hivyo. Mapolisi wako kwa sababu ya kutulinda sisi binadamu. Kwa hivyo hata hapo mlipo kama nyinyi mnanisikia, basi mtulinde. Sio tukionana usiku tuwe tunafukuzana kama panya. Okay, hata mlevi ulewa kuna time zao za kwamba ikifika saa 5 mangwe zifungwe. Lakini kuna wengine pia vichwa vyao ni vigumu. Wanaenda paka saa 7. Okay, hata mlevi kama yule ukimshika saa 7 saa 8 usimharakishe kumpiga wala kufanya nini. Hii inabidi umbembeleze umfikishe nyumbani. Manake si mwizi yule. Ametoka mangweni, amekunywa, amelewa yeye mwenyewe na pesa zake. Na vile vile pia anaweza kupatikana na mkora, akadhulumiwa ama akapigwa akauliwa kabisa. Kwa hivyo kama we uko njiani na upolisi ama uko na gari na ni polisi, ukiona mtu kama yule una right ya kumchukua na umfikishe nyumbani salama kama si mhalifu. Kwa nini sisi ambao sio wahalifu tuzulumike? Si vizuri. Basi nataka mtulinde nyinyi, manake mmeandikwa kazi ili mtulinde sisi. Nimeona sana, nimepelekwa mbio sana. Kuna siku moja nilikuwa nimetoka baharini na usiku. Mwenyewe nimebeba nyavu zangu, niko na panga langu, nilipigwa pection, nikatolewa panga na nikaambiwa piga magoti. Lakini nilikuwa na mwenzangu ako nyuma. Je, nikasema wacha nimngoje mwenzangu muone kama nimetoka wapi. Nilikuwa na ndoo na tulikuwa na samaki pale. Hiyo samaki ndio ilinisaidia. Ingekuwa si samaki na nyavu na wafikiri ningelala kule ndani. Kwa sababu wale huwa hawaelewi mtu. Hao wakikushika usiku wanaona tayari basi huyu ni mhalifu. Hapana, wengine si wahalifu. Wengine wanafanya kazi usiku kwa sababu kutafuta chakula wasaidie watoto wao. Kwa hivyo nawaambia kabisa, mkishika mtu jaribuni kumfanyia uchunguzi ama mumuulize maswali ili mumuelewe ametoka wapi, na kama ni mhalifu basi nanyi mko na right yenu ya kumchukua mpeleke pale mahali pazuri ili akajiongeleshe yeye mwenyewe ama mumwachilie kwa heshima kama si mhalifu. Lakini kama ni mhalifu pia msimdhuru, mpelekeni. Kuna mahali akipelekwa ni upata. Kuna mahali akipelekwa upata kabisa ile chenye amefanya cha uhalifu, sheria inamwadhibu yeye mwenyewe kulingana na vile alivyofanya. Lakini tunatembea hii Kilifi sana, watu wengi sana wanatembea, na sasa kumeanza kuwa kama akaunti nyingine kama Kilifi. Watu wanatafuta paka usiku, wakifika saa 10 wanakimbizana mbio ili wapate kujimudu maisha yao. Kwa hivyo polisi tulindane, sio kupigana kila masaa. Si vizuri. Asante Bwana Spika kwa hayo machache. Asante sana mheshimiwa kwa changio hizo za manufaa kwa jamii. Naona sasa tunaweza funga session yetu ya leo. Ningetaka kuwashukuru sana waheshimiwa ambao wameweza kujiunga nasi leo katika session ya bunge hili, na pia wacha tuzidi kuhamasisha jamii, tualike hapa tuweze kuja na tuweze kuleta mabadiliko na kuleta demokrasia katika Sokoni Ward, katika Kilifi County, katika upande kwa ujumla na kuumalizia na Kenya. Kwa hivyo ningetaka kumwenua mheshimiwa mmoja aweze kutufungia kwa maombi. Nadhani tu nitamwenua Chief Whip ili aweze kufunga kikao hicho kwa maombi. Babu, umenionea leo. Tuinuke. Tusimame na tuombe. Asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu kwa jioni ya leo. Tunashukuru tumeanza session yetu ya bunge ya leo na tumeongea kile tumeongea. Wacha viongozi wetu wakakione na watufanyie vile ambavyo tumeomba. Wacha Baba ukawape nguvu, ukawape ujasiri, uwasaidie hata wanavopambana kuleta maendeleo. Mungu waongezee hekima na busara. Wacha wakatutendee yaliyo mema ili maendeleo yakija sote tuwe tunafuraha. Nenda ukatusamehe pale ambapo tumeenda kinyume, maana sisi ni binadamu, tumeumbwa, hatujaumbika. Hivyo basi kama kuna kiongozi yoyote tumemkwaza ama tumemkosea, ajue sisi ni binadamu, lakini njia yetu sisi ni moja, ni wimbo wa maendeleo. Mwenyezi Mungu Baba, nenda ukatulinde hata tunavorudi majumbani kwetu. Wengine wanatumia vyombo ambavyo ni vya usafiri. Nenda
ukavilinde, wasafiri salama salmin, na utupe nguvu za kuonana tena hapa Jumapili kwa nguvu zako Mwenyezi Mungu na nguvu zetu ambazo zetufanya sisi kushikana na kuimarisha uhusiano wetu mwema na kaunti yetu na Kenya yetu kwa ajenda ya kusukuma maendeleo. Kwa hayo Baba tumeomba na kuamini. Amen.